Uvimbe katika kizazi, hili ni tatizo ambalo linaweza likatokea na mwanamke akapata uvimbe ndani ya kizazi au katika kizazi. Sasa uvimbe katika kizazi inaweza ikasababishwa na mambo mengi sana, lakini kwa ujumla inaweza ikasababishwa na aidha kama ni maambukizi ya bakteria au wadudu mbalimbali. Mfano mzuri sana wa bakteria ni kama Chlamydia na bakteria kama gonorrhea. Lakini pia sababu nyingine inaweza kawa ni uvimbe ambao umetokana na kansa, au ule ambao sio wa kansa ukawa ni uvimbe wa kawaida, au ukawa umetokana na shida zingine tu mbalimbali. Lakini leo shida yangu kubwa ni kukueleza ukiona dalili gani ujue kwamba aidha hivi ni viashiria vya kuwa na uvimbe katika kizazi. Kabla sijakwambia kuna dalili kadhaa hapa, nikualike ili uwe mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo. Cha kufanya ni kusubscribe ili uwe karibu na mimi, lakini usishie tu kusubscribe, turn notification on ili uwe unapata taarifa pale ninapo upload video nyingine na unapata elimu. Dalili hizi ni dalili muhimu sana ambazo ukizihisi katika mwili wako na ujue kwamba aidha inaweza ikawa ni viashiria vya uvimbe katika kizazi na uchukue hatua. Nini cha kufanya nitakwambia baada ya kuona dalili kama hizi. Dalili ya kwanza ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Sawa, maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Lakini dalili ya pili ni kuvimba kwa tumbo au kuhisi uzito chini ya kitovu. Unakuwa unahisi uzito. Kwa hiyo ukitokea ukiwa unahisi uvimbe lakini pia unahisi kama uzito, hiyo ni dalili kubwa sana ambayo hutakiwi kuipuuzia. Lakini dalili ya tatu ni hedhi kuwa nzito au kuwa na hedhi isiyo ya kawaida. Mwanamke anatakiwa aingie hedhi kila mwezi mara moja ndani ya mzunguko wake wa siku 28 au siku 30. Kwa hiyo na hedhi yake inatakiwa iwe ya kawaida. Ukiona unaenda hedhi ambayo ni nzito au unatoa mabonge au hedhi ambayo haieleweki, basi hiyo dalili pia sio ya kuifumbia macho. Lakini dalili ya 4 ni maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa au tunasema wakati wa kufanya mapenzi. Unaposikia maumivu sio dalili ya kawaida, hiyo pia ni tatizo. Lakini dalili ya 5 na dalili kubwa sana pia ni kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa au baada ya kufanya mapenzi. Kutokwa na damu inaweza kawa ni sababu mbalimbali wakati au baada ya kufanya mapenzi. Aidha ikawa ni mwanamke amepata michubuko au mwanamume amepata michubuko, basi mtu anaweza kutokwa na damu. Lakini ukiona hakuna dalili za kupata michubuko na damu inatoka baada ya tendo, hiyo ni dalili kubwa ambayo sio ya kuipuzia pia. Sasa unapoona dalili kama hizi na dalili zingine, nini cha kufanya? Nisikilize kwa makini, usikurupuke, sikiliza, kaa kwa makini. Kabla sijakwambia nini cha kufanya, pia nikualike tena usisahau kusubscribe, lakini pia turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale ninapokuwa nina-upload video nyingine. Nini cha kufanya? Cha kwanza cha kufanya ni muhimu sana, ni kufanya vipimo vifuatavyo. Kipimo cha kwanza ni ultrasound. Ultrasound ni kipimo kikubwa na ni muhimu kukifanya kabla ya kuchukua maamuzi aidha ya kutumia dawa au kwenda kununua dawa. Sawa, unatakiwa kufanya kipimo cha ultrasound. Lakini kipimo kingine ni vipimo vya hormones. Ni vipimo muhimu sana ili kugundua kama kweli na ni uvimbe ambao upo katika kizazi na uvimbe umesababishwa na nini. Lakini pia kuna kipimo kingine tunaita pap smear, kugundua aidha kama uvimbe umesababishwa na maambukizi. Tunafanya kipimo cha pap smear. Lakini unaweza ukaenda zaidi, daktari anaweza akakushauri au akaona yeye baada ya vipimo vingine akaona ni muhimu kufanya kipimo cha biopsy. Inachukuliwa kama kweli umegundulika na uvimbe, basi inachukuliwa nyama katika huo uvimbe na inafanyiwa vipimo maabara. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu na ni mambo muhimu ya kuyafanya endapo unapoona zile dalili ambazo nimekutajia, ili ujue kama kweli ni uvimbe ama sio uvimbe. Nikualike tena katika kipindi kijacho, tutakuwa na kipindi kizuri. Kwa hiyo cha kufanya usisahau kusubscribe na kunifollow katika peji zote za kijamii ili tuwe pamoja, ili tusipoteane.